Mimi hapa ninakotaga Manzese na kote Sinza. Naitwa Macho Macho. Jina la kazi. Jina la kwangu. La kwangu ni Shaibu. Hapo unakutana mzee mwingine ndio anakuambia na wasala na nilia ya kishoga wa. Uko nyumbani hapo ziko kibao twende ukachukue. Unaona. Hata ukishafika ndo kuchukua wenyewe. Ukifika kule ndo anakuambia sasa zichupa mpaka uzichukue. Mpaka unifanye kitendo hichi na 1 2 3 ndo nikupe hizo chupa. Na mtu na heshima zake. Umfanye yeye kwanza ndo akupe hizo chupa. Ndio changamoto tunazokutana nazo barabarani. Haya maeneo makubwa sana asilimia kubwa yako Sinza. Manzese hii wapo lakini ni wachache sana. Ndio wenyewe wapo. Hapo. Unaweza kupita hata nyumba ukamkuta mtu uko nje akakwambia, "Wewe unakuta nini makopo, machupa Twende hapo ndani pako chukua." Ukifika huko ndani na anakuambia hivyo. Akaambia na anakubadilikia. Kama unanilia hapa mimi ama nakuitia mwizi sasa hivi. Mtu kaitwa umeitwa ukachukua chupa. Akumfunga geti umeingia ndani, ushaingia ndani. Akwambia pako mfanye kitendo hicho, kitendo cha kishoga tuseme hivi fafunua kitendo cha kishoga pako mnanilii kwanza, atakupa machupa. Ukikataa utaondoke anakuitia mwizi. Tatizo lipo hapo. Serikali inatenda nini vitendo hivi vya shoga? Itemee sana. Sisi tunapita barabarani tu na uhuru. Sasa mtemu saa zingine paka unaogopa unasema saa zingine ukipita tu unaona nyumba kama ile pale unakuwa unapita mbali unaona kwa nisipite kweli. Ukipita sehemu hizo unakuwa na chupa unasema sasa sehemu ile nisipite. Hapa nikipita ule mtu tena ananiita na leo. Unaona. Kuna changamoto zetu tunazo barabarani. Hiyo changamoto pia wanakuwa wanakutana nayo huko. Anaweza kawa anatembea zake barabarani huko. Akifika huko sasa anashangaa mtu amekuja kama na gari amepaki kidogo. Bana kijana njoo samahani mara moja tunaweza kufanya kazi yoyote ile. Njoo nina kikazi changu nyumbani unisaidie, au anaweza asitumie kaulia akamwambia kuna makopo kuna vimizigo njoo ukafanyaje ukavichukue nyumbani unifanyie na usafi. Bana kijana anaingia kwenye gari huyo mpaka kwenye nyumba ya mtu, anajua anataka fanye kazi, anashangaa anaanza kumwelekeza bana mimi hapa nina shida 1 2 3 kama ile niliyokuelekeza, labda nataka muingilie kinyume na maumbile, na anaweza kumwambia mimi ndo starehe yangu hii nakupa hela. Kipo sio uongo kabisa. Mimi huu mwaka kama 4 nafanya hii kazi ya biashara. Nimekuwa nikisikia simulizi hizo hapo ananambia. Lakini kuna kipindi nilikuwa juu pale jamaa akaja siku hiyo analalamika nakumbuka, leo nimekutana na nuksi jamani nipimie mzigo niondoke. Kuna jamaa kaniita kwenye gari nikajiba mstaarabu kweli kaniambia niende kumuingilia, ananipa 50,000. Na ukizunguka maeneo mengine unakutana kama na hao hapo unawauliza utakuja kusikia kabisa watakwambia. Maeneo ya Sinza sana Sinza hii. Sinza Ubungo. Ila sana Sinza hii. Ndio wana michezo hiyo sana. Tena watu wanakwambia watu mbayo mzanii kabisa na V8, mwingine yupo kwenye Range Rover. Mwingine unaambiwa anakuvutavuta anakuwa anakupa vimizigo, mara umeenda pale umechukua vimakopo 2 3 kakupa na 10,000, kumbe mwenzia anafanyaje? Anataka kukuweka tu karibu, baadaye anakuja kufanyaje? Kuanza kukuelekeza hivyo sasa. Kwa hiyo na serikali liangalie hilo swala la ushoga kweli kabisa, inakuja kuharibu kila kitu. Na ukiangalia kwa sababu wanakuwa anaona si wana maisha magumu, huyu ukimwambia 100,000 200,000 huyu lazima atafanyaje? Atafanya. Mwisho wa siku vizazi vinafanyaje? Vinaharibika. Na serikali kingine niombe kabisa iweze kuwawezesha hawa vijana wanaookota, sio wahalifu, sio wezi, na wamechagua wao wenyewe kabisa wafanye kazi, wasikae kinyonge, wapige kazi. Lakini kama itawezekana wao wanawatembelea, wanawafuatilia, wawawezeshe kufanya biashara fulani au kuwaajiri kwenye maeneo ya kazi mbalimbali ambazo zipo zinafanyika. Kuna miradi mingi ya serikali unakuta wanahitajika wafanyakazi. Wao wanakuja kuwachukua, wawaajiri, wawape kazi.